Kuwa kwangu salama haikuwa ni juhudi zangu, bali ilikuwa ni neema kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kiwango kikubwa ambacho unatenda dhambi kwa sasa, sio kiwango kikubwa kama cha neema ambayo Bwana alikuachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 16 sura ya kwanza Yohana, maandiko yanasema kwa kuwa katika utimilifu wake tumepokea neema juu ya neema. Kwa kuwa katika utimilifu wake tumepokea neema juu ya neema. Alikuwako ulimwenguni, na katika yeye ulimwengu ulipata kuwako, lakini ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwa walio wake, alikuja kwake kwa walio wake, alikuja kwake kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea. Bali wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hao ndio waliaminio jina lake, na hao ndio waliaminio jina lake, ambao hao hawajazaliwa kwa mapenzi ya mtu, hawajazaliwa kwa mapenzi ya mwili, wala kwa mapenzi ya mwanadamu, wamezaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazo kuu ni neema kutoka mbinguni. Neno linatoka katika kitabu cha Waefeso sura 2 na kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 10. Hii mistari, kabla sijakuelezea, Biblia utaiona haieleweki na utaona ahadi zake hazitimiliki kwa sababu ya jinsi ambavyo zimeandikwa na jinsi ambavyo unaishi. Biblia haipo complicated, wewe ndio upo complicated. Biblia imesema, Mungu amesema atatulinda. Ili akulinde, inabidi wewe umpokee kwanza yeye. Ili akuwekee ulinzi, inabidi wewe kwanza uweze kukubaliana na neema yake, uweze kutoa juhudi zako binafsi. Kwa juhudi zako binafsi hauwezi ukashinda chochote. Nilianza kukwambia, kwa juhudi zako binafsi hauwezi ukashinda uzinzi. Juhudi zako binafsi huwezi ukashinda uwizi. Juhudi zako binafsi huwezi ukaushinda uchawi. Utajaribu na utakuwa unaanguka mara zote utaanguka. Utaweza kusimama ndani ya wiki, mwezi, miezi miwili, miezi mitatu, lakini utaanguka tu, kwa sababu unatumia jitihada zako binafsi. Bado hujamwachia Kristo. Kanisa halikuchongi tabia, hapana. Kanisani haturekebishani tabia, hapana. Kanisani tunakukabidhi Kristo. Kristo ndio atarekebisha tabia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mji wa Efeso ulikuwa mji mkubwa, ulikuwa dola za Kirumi walikuwa wanautegemea kwa biashara, kwa ajili ya elimu ya teolojia, maana elimu ya mafundisho. Kulikuwa kuna elimu nyingi na ulikuwa ni mji mkubwa sana. Mji wa kibiashara hizo ulikuwa mji mkubwa. Paulo anawaandikia Efeso kwa sababu mara ya kwanza alikuwa ameshapita katika mji ule na alikuwa ameshawafundisha juu ya ukuu wa Mungu. Baada ya kuwa amewafundisha, Paulo ameshakwenda gerezani. Yupo gerezani sasa, anawaandikia kuwakumbusha ya kwamba kile ambacho amewaachia bado kinafanya kazi ndani yao, bado kipo pamoja nao, bado ahadi za Mungu hazijaweza kuwaacha. Bado Mungu yule ambaye alisema atawatetea, kweli anawatetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 2:6 anasema, ngoja nianze 5. Anasema hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Anasema mstari wa 5 tena, anasema hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa. Yale makosa yalitufanya tukawa wafu, lakini hapa mbele anasema kwa yale makosa tukawa wafu, sawa, akatuhuisha
atukamilishe pamoja na Kristo. Maana yake tukaja kubadilishwa tena ili tufanane na Kristo, maana tuwe wakamilifu katika Kristo. Maana katika yeye ndio tunakamilika, maana katika yeye utimilifu wote umepasa ukae. Ule utimilifu uliokuwa kwa Mungu ukaja ukakamilika katika Kristo. Halafu Kristo akasema, mkisikiliza maneno yangu, mimi nitakaa ndani yenu, ninyi mtakaa ndani yangu, na Baba yangu atakaa ndani yenu. Sote tutakuwa wamoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari utakuwa umetii maneno ya Mungu, halafu tayari utakuwa ukiyaishi. Hapo ndipo ambapo utaanza kuziona baraka za Mungu. Hapo ndipo ambapo hata utapoweza kushambuliwa na adui, hapo ndipo utapoiona misingi na uwepo wa Mungu katika maisha yako. Adui anapokushambulia lazima afurahi vile vitu na yale majaribu ambayo yanaweza kukupiga, kwa sababu shetani ndio adui yetu wa kwanza. Ndio maana katika kitabu hiki cha Waefeso ndio kwa mara ya kwanza inaandika katika mstari wa 17 fungu la 6, inasema na neno la Mungu ambalo ni upanga wa Roho. Kwa mara ya kwanza inaonyesha ya kwamba neno la Mungu ndio upanga wetu, ndio silaha yetu, ndicho ambacho kinatuokoa. Ingawa tutashambuliwa, lakini neno la Mungu ndilo ambalo litatulinda. Na linatulinda kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile package ya neema ambayo Bwana ameiachia kutoka mbinguni kuja kwetu kwa ajili ya kutulinda. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6 maandiko yanasema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye. Maana yake kuna mahali tulikuwapo ambapo hapakuwa pa kwetu, kwa sababu ya dhambi tulikuwa wafu. Alafu akatufufua tulipokiri, tulipoweza kutubu na tulipoweza kuchukua maisha yetu na tukamkabidhi Kristo. Hapo tena inatoa juhudi, inatoa jitihada. Hapo tena ndio hauwezi ukakuta Kristo ambaye ameokoka anahitaji kuombewa. Hapo haukuti Mkristo tena anateseka na magonjwa. Hapo haukuti Mkristo tena anahangaika kwa sababu anaona Mungu amemwacha. Hapana, Mungu hawezi kukuacha. Kama baba wa duniani, hawezi kukuacha wewe ambaye ni mwanae. Baba wa mbinguni hawezi kukuacha. Sura ya 42 kitabu cha Isaya fungu la 3 nasema, uendapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mto haitokugharikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala miali ya moto haitakuunguza, kwa sababu yeye yuko pamoja nawe. Uokovu wa kwanza, ukimwona kuna mtu anajiuza, unaweza ukamchukia. Ukikomaa katika uokovu, utajua ile ni cycle inazunguka. Usipomwombea, kuna siku itakuja katika familia yako. Dhambi ndio inatufanya tunatengana na Mungu. Mungu hana urafiki katika dhambi, hana ushikaji. Pindi unapotenda dhambi unakuwa umejiwekea bloku, you will be waganga. Nuru ya gizani na wala giza kuiweza. Ndio maana ya nuru kuja katika ulimwengu. Anasema katika kitabu cha Yohana sura 3, anasema pale mwana wa Adamu atapoinuliwa kama vile Musa alivyomwinua nyoka jangwani, kila aliyemtazama akapona, ndivyo ambavyo Kristo alipoinuliwa, kila anayemtazama anaweza kupona. Hiyo dhambi ulionayo sio kubwa kuliko neema ya Mungu ambayo imetoka mbinguni ikaja kwako. Hiyo dhambi ya siri unayoitenda inaweza kuachika, peke yako huwezi, lakini unapomkabidhi Kristo ndio siku utanielewa hapa nini nasema. Kwa juhudi hakuna aliyowahi kushinda, ila kwa njia ya msalaba
wote tunashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa ushindi. Maana hatushindi kwa nje, tunashinda kwanza ndani, tunashinda kwanza ndani. Ndio maana mwana mpotevu akasema moyoni, nitatoka, nitakwenda mbele za Baba na kumwambia, nimekosa mbele zako na mbele za mbingu, sistahili kuitwa mwanao tena, bali nifanye kama mtumwa. Mwana anataka kuwa mtumwa kwa sababu ya dhambi, lakini baba muda wote alimsubiri mtoto. Baba muda wote anakusubiri wewe mtoto. Dhambi ilifanya mwana mpotevu aende akajitafutie malisho. Alichukua kweli vitu vyake, alichukua sehemu ya urithi wake, na mali ilivyoweza kuisha akataabika. Alipotaabika, vitu ambacho nami maisha hayo nilipitia, baada ya tabu ndipo ambapo nikafikiri, ndipo ambapo nikasikia habari za Kristo. Hapo ndipo nikaamini. Niliposikia mara ya kwanza, ndipo ambapo niliamini yote yanawezekana. Pale ambapo nikasema katika Mungu huyu ambaye ameandikwa katika Biblia vitabu 66, ushuhuda wake ni wa kweli. Nilipoweza kuamini, akanibadilisha. Kuna mama mmoja hapa amesema kwamba ana watoto wasio na walipia 3,000. Unaweza ukacheka, lakini mimi nimeishi maisha ya kushindwa kulipiwa ada ya kwenda ilikuwa 2,000 kwa mwezi. Kuna wakati nafanya mtihani tunakuja kutolewa kwa sababu ya 2,000 ambayo hatukuweza kulipa, lakini leo nasoma lugha ambayo inasema Baruch haba Hashem. Hiyo lugha ni Kiebrania, inasema amebarikiwa yeye ataye katika jina la Bwana. Hatukuweza kukata tamaa, hatukuweza kurudi nyuma kwa sababu ya wingi wa neema ambayo Bwana aliiachia kwetu. Ni kweli shetani ana nguvu, lakini neema ya Mungu ina nguvu kuliko nguvu za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hawezi kuwa mkubwa kuliko Mungu. Taabu haiwezi kuwa kubwa kuliko Mungu wako.